Vipi kwa walinganizi ambao hupiga picha kisha wakasema ni dharura ya kidawa? Ili swali lilikuwa liulizwe hao wanaopiga picha ili swali hili lilikuwa liulizwe hao wanaopiga picha hao, lakini si hoja hiyo si dalili kwamba wanapiga picha kwa sababu ya dawa, kwa sababu dawa inawafikia watu hata bila mapicha. Dawa watu wanaisikiliza kama wanavyosikiliza taarifa za habari katika redio, na ndio dawa wanavyosikiliza kwa masikio. Dawa haifiki kwa kuona, dawa inafikia watu kwa kusikiliza. Kwa hiyo hao walengwa wanasikia dawa kwa masikio yao, si lazima kuona sura ya yule mzungumzaji ana ndevu nyekundu au nyeusi au nyeupe. Hakuna dharura hiyo. Mzungumzaji kavaa kofia kubwa au kavaa kofia shilingi 50,000 au shilingi 100 kama yangu, unaelewa? Si dharura hiyo. Kuna dharura hiyo katika dawa kwamba lazima mtu aonekane yule anayezungumza ndio watu watafuata dawa. Hapana, sio hivyo, sio hivyo kabisa. Wakati wa Mtume sallam dawa ilifika, kulikuwa na mapicha? Kulikuwa na mapicha? Hakukuwa na mapicha. Kwa hiyo si hoja kwamba eti kwa ajili ya dawa. Hapana, hakuna hoja hiyo. Na wengi katika wanaopiga mapicha katika walinganizi wanafuata fatawa za maulama. Sheikh Uthaymeen rahimahullah alikuwa akijihusisha kusema inajuzu picha hizo kwa ajili ya dawa, sawa, lakini Ibn Uthaymeen ni mujtahid, na mujtahid ana malipo, ana thawabu mara mbili akipatia, na pia ana thawabu akikosea za ijtihadi yake, si ndio? Sasa wewe ukikosea wewe una madhambi, umeelewa? Lakini Sheikh Uthaymeen hana madhambi, ni mujtahid. In asaba falahu ajrani wa in akhtaa falahu ajrun wahid. Na pia Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah alikuwa hajuzishi kwamba hizo picha zipigwe na watu pia. Haya, apigwa yeye peke yake. Je, wale waliohudhuria wale wapelekewa nini sasa hiyo kamera? Si wasema dawa ni yule muhadhiri yule ndio asikilizwe aonekane. Sasa mbona yule mpigaji kamera aizungushe ile kamera na watu pale waonekane? Wa nini sasa? Mbona waonekana na watu wengine? Au mbona khutbatul Jumaa pia Sheikh Uthaymeen hajazujisha kamera katika khutbatul Jumaa aslan? Yule mpigaji kamera atakuwa vipi yule wakati anampiga yule khatibu halafu anapiga watu wengine? Bado yuko katika Jumaa, yule ana Jumaa kweli yule mpigaji kamera? Hamjanifahamu. Mpigaji kamera anamlenga yule, anamshuti yule khatibu, anamshuti na kuangalia macho yake na kofia yake ile, sio kavaa kofia 20,000 yule anaipiga ile kofia peke yake, alafu anarudi chini na ile macho yake aliyotia wanja, alafu ile kamera anaizungusha kwa wale waliohudhuria msikitini Jumaa. Kweli atakuwa na thawabu za Jumaa huyo mpigaji kamera anayeshuti? Hana Jumaa. Tunasema mamassal hasa faqad lagha, mamassal hasa faqad lagha. Mwenye kushika kijiwe tu katika khutba ya Jumaa, huyo amefanya dhambi na hana thawabu za Jumaa. Je, yule alishika kamera analizungusha? Sheikh Uthaymeen hajajuzisha jambo la kushika kamera na kushutiwa khatibu katika mimbar siku ya Ijumaa. Wanafanya mahizbi hivyo, si ndio? Lakini picha ni haramu kwa dalili. Picha ni haramu kwa dalili za hadithi ya Mtume sallam, ashaddu nnasi adhaban yawma alqiyama almusawwirun. Mtu atakayekuwa na adhabu kali siku ya Kiyama ni wale wenye kupiga picha, ndio watakuwa na adhabu kali siku ya Kiyama. Sasa wengine wanatoa
hoja kwamba si picha hizi za kamera, sijui picha za video, sio hizi, ni picha za kuchora. Lakini hadithi hazikubainisha hivyo. Hadithi ni mutlaka, zimekuja mutlaq kwamba wenye kupiga picha, wenye kupigwa mapicha. Hazikuelezea ni yule mwenye kuchora vinyago. Hadithi imekuja musawirun, watakuwa na adhabu kali siku ya Kiyama, ni musawirun. Iko wapi kwamba ni vinyago hapo? Katika hadithi hakuna vinyago. Kwa tujiepusheni na mapicha, na mapicha haya ndiyo sababu ya hawa kaumu Nuh kufanya ushirikina. Ni haya mapicha. Mapicha haya ni sababu ya ushirikina. Wewe unapoweka picha yako au picha ya babako, umejenga nyumba yako nzuri, halafu umeweka picha ya babako sitting room, picha ya babako, nini maana yake picha ile? Nini maana ya picha ya babako amekufa miaka 20 iliyopita, umeiweka pale katika sitting room, kile ukitoka uiangalia, halafu ndio watoka? Si nini? Si ni ghuluu huyo? Taadhim ni kuiadhimisha ile picha. Huwezi kutoka una kazini mpaka ngoja nimwangalie baba kwanza, halafu ndio watoka. Unamwambia mfanya kazi, angalia ile picha ile, ukisafisha ile picha angalia, ukivunja tu huna kazi. Ndio nini? Si taadhimu sura hiyo? Jiepusheni na mapicha bwana, sawa sawa, jiepusheni na mapicha. Si hawa tumesoma sasa hivi kaumu Nuh. Kaumu Nuh walipokufa watu wema, shetani akawaambia wale jamaa zao, wapigeni, wekeni mapicha yao tu katika majalis, wekeni mapicha, msiwaabudu, wekeni tu mapicha, myakumbuke, picha za ukumbusho. Umeelewa? Hatimaye ikawa vipi yale mapicha? Mapicha yakawa masanamu, wakayaabudu min dunillah. Sababu mapicha, sababu ni hizi picha hizi. Haya si mambo ya Uislamu. Mapicha ni mambo ya kizungu bwana. Wazungu wakiwa chooni pia wajipiga picha, aoga ajipiga picha, amelala ajipiga picha, si ndio? Ndio wazungu walivyo. Kwa hiyo jiepusheni na mapicha, jiepusheni na mapicha na shikamaneni na dalili. Naduru maa dalil haithu dar wala nataasabu birrijal. Sheikh Albani rahimahullah يقول ندور مع الدليل حيث دار ولا نتعصب بالرجال. sawa sawa. بارك الله فيكم وجزاكم الله.